Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ndugu yangu ambaye unayenifuatilia katika vipindi vyetu hivi vizuri, walillahi alhamd. Tumemaliza mwezi wa Ramadhani na wapo ambao wamemaliza kufunga masiku 6 ndani ya mwezi huu wa Shawwal, na baada ya kuwa tumetimiliza funga hizo, bila shaka ndugu yangu, tumeanza kipindi kingine kipya, kipindi ambacho tunatakiwa kukifungua bi talabil ilmi, kwa kutafuta ilmu. Ndugu yangu, tukifungue kipindi hiki kwa kutafuta ilmu, tunajua elimu ni jambo lililokuwa lazima kwa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke, kama alivyotuambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta ilmu ni faradhi, ni lazima kwa kila Muislamu mwanaume au Muislamu mwanamke. Kwa hiyo ndugu yangu, tulibebe hili katika umuhimu wake, kwa sababu ni muhali, mustahil kufanya ibada zetu ipasavyo, kufanya ibada zetu kwa ufanisi, ikiwa kama hatuna ujuzi juu ya ibada hizo, hatuna ujuzi kwa kila ambacho tunachokifanya, hatuwezi kufanya kwa ufanisi. Ndugu yangu, leo tunamuona hata fundi, mfano fundi seremala. Fundi seremala ili aweze kutengeneza kiti chake, meza yake, chochote kile ambacho anachokitengeneza, basi lazima akitengeneze kwa ufanisi, akitengeneze kwa uzuri, na ndivyo hata kesho atapata wateja. Watu watasema fulani, fundi fulani, yule ndiye ambaye anayechonga vizuri, yule ndiye anayetengeneza vizuri, wataenda kwake. Lakini huko kuchonga vizuri, huo ufanisi hauwezi kupatikana pasina ya taaluma, pasina ya kujifunza. Kwanza amejifunza, iwe amejifunza darasani au amejifunza kwa mtu, almuhimu amejifunza akapata taaluma. Baada ya hapo akaitumia ile taaluma yake katika kutengeneza vitu vyake, na ndipo ulipopatikana ufanisi. Kwa hiyo ufanisi hauwezi kupatikana pasina ya ilmu. Ndugu yangu, katika masala ya kiibada, huwezi kufanya vizuri ibada yako, huwezi kufanya kwa ufanisi ikiwa kama huna ilmu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mwenyezi Mungu anapenda sana anapofanya mmoja wenu jambo lake, anafanya ibada, yupo katika swala, yuko katika jambo lake lolote lile, basi Mwenyezi Mungu anapenda mja huyo an yutqinahu, alifanye kwa ufanisi, alifanye kwa uzuri. Sasa ufanisi hauwezi kupatikana pasina ya ilmu. Ndugu yangu, kwa munasaba huo na kwa sababu hiyo, utaona kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati alipomuumba baba yetu Adam alayhi salam, Adam akiwa yuko peke yake, Allah ndiye ambaye alisimamia kumfundisha Adam, ndiye ambaye alimpa ilmu Adam, wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Kwa nini alimfundisha majina hayo? Alimfundisha kwa sababu huyu Adam anatakiwa kuja kuishi katika dunia hii, dunia ambayo imezungukwa na hayo majina ya vitu mbalimbali. Hivyo Mwenyezi Mungu akamfundisha ili akija katika dunia hii basi afanye kwa ufanisi, aweze kuishi vizuri, akijua hiki ajue na kile, kwa sababu tayari kashajifundishwa elimu yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye alisimamia kumfundisha Adam
kwa sababu kulikuwa hakuna mwanadamu mwingine ambaye anayeweza kumfundisha Adam. Adam ndio mwanadamu wa kwanza, Mwenyezi Mungu ndiye akasimamia kumfundisha Adam. Lakini pia tunaona bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtume ndiye ambaye amewafunza maswahaba wake, amewafundisha ilmu. Qur'ani ikiteremka anawaita maswahaba wake, anawaita waandishi, wanaandika, anawafunza. Maswahaba nao wakaenda wakafundisha wengine hivyo hivyo mpaka tumefika katika zama zetu. Zama tulizonazo ndugu yangu, usitaraji kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayekufundisha wewe, usitaraji kwamba mtume ndiye atakayekufundisha wewe, bali wewe unatakiwa kwenda kwa wanazuoni, nenda kwa walimu. Al-ulamau warathatul anbiya'i, wanazuoni ndio warithi wa mitume, wanazuoni ndio ambao wamerithi ilmu kutoka kwa mitume. Kwa hiyo nenda kwa wanazuoni, nenda ukasome yale utakayofundishwa, ndiyo yale yale ambayo ungeyasoma kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, kuna umuhimu sana wa kujifunza, tujue ibada zetu, tujue swala zetu. Hivi unaonaje ndugu yangu, unaswali lakini katika swala yako hujui kusoma suratul Fatiha, hujui ukirukuu unasema nini, hujui ukiitidali unasema nini, hujui ukisujudu unasema nini? Huoni kama ni tabu? Unafanya kitu ambacho hukijui. Yaani watu wameinama wanasema wanayoyasema na wewe unainama tu, hauna unachokisema kwa sababu hujui. Hivi uone unakosa raha katika ibada yako. Ili upate raha, upate ule utamu wa ibada yako, upate utamu wa swala, basi ujue kila kipengele, ujue suratul Fatiha. Lakini isitoshe tu kujua suratul Fatiha, ijue suratul Fatiha na ujue maana yake. Ukisema alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba maana yake nini? Arrahmanir rahim, maana yake nini? Mpaka unapomaliza suratul Fatiha. Na hii inaleta ladha sana katika ibada ya swala, unakisoma kile ambacho unajua nini unasema. Lakini ukishaijua suratul Fatiha, jifunze na sura nyingine yoyote ile utakayoijua, mfano suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, ukajifunza hii nayo ukajua maana yake. Unaposema qul huwallahu ahad maana yake nini? Inaleta ladha, inaleta utamu katika swala na inaleta mazingatio makubwa katika swala, kwa sababu unakisoma kitu ambacho unakijua. Lakini pia ndugu yangu, ujue utakaporukuu, ukirukuu unasema nini? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maneno haya yana maana gani? Unayasema maneno haya hali ya kuwa unahudhurisha ile maana yake katika moyo wake, unahudhurisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Swala yako itakuwa nzuri ndugu yangu, swala yako itakuwa na ladha, itakuwa na utamu, lakini pia utapata ile khushui, unyenyekevu, kwa sababu unakifanya kitu na unazungumza kitu ambacho unachokijua. Hali kadhalika jifunze ukisujudu, ukiitidali, kwenye tashahudi, yote yale unayoyasema unasema na yana maana gani? Ndugu yangu, haya ni mepesi ikiwa kama tutaazimia, ikiwa kama tutaamua, tutafanya maamuzi ya kweli kwamba mimi kuanzia sasa nataka nijifunze, kuanzia sasa nataka nijue swala yangu kindani ndani, sio kinje nje, nijue kindani ndani. Kila ninachokisema basi nijue maana yake. Ndugu yangu, ukifanya ukiamua kufanya hivi utafanikiwa, na ni jepesi, ni maamuzi tu. Mfate shekhe, mwambie shekhe, mimi nimekuja nataka nijifunze, nijue swala yangu tu kwanza, swala yangu nijue kila ninachokisema basi kina maana gani. Ndugu yangu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kujifunza, kutafuta ilmu, na hili tukishalipata basi ibada zetu tutafanya kwa ufanisi, tutafanya kwa uzuri, na ndizo ibada ambazo zinazopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndizo ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Ndugu yangu, lakini pia bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatoa ofa kwa wale ambao wanapita katika mapito ya ilmu, wanapita katika njia kwenda kutafuta ilmu. Mtume ametoa ofa.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharahu Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayepita katika njia ambayo ndani yake inatafutwa ilmu, basi Mwenyezi Mungu anamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Angalia ofa hii, wewe kwa kupita ile njia ambayo ndani yake kunatafutwa ilmu, unafanyiwa wepesi wa njia ya kwenda peponi. Ni ofa kubwa kabisa ambayo ofa hii haina gharama yoyote ile. Wewe huna chochote unachokitoa, lakini umepewa ofa ya kufanyiwa wepesi njia ya kwenda peponi. Hivyo ndugu yangu, nakusihi pamoja na kuisihi nafsi yangu kwamba wakati huu tulionao tuufungue kwa kutafuta ilmu. Tutafute ilmu, twende misikitini kwa mashekhe wa aina mbalimbali, twende tukajifunze ilmu, tujue ibada zetu. Kwa uchache tujue ibada zetu hizi za swala na ibada zingine. Yale mambo makubwa ya kisheria ni nayo tuyawachie wao almutakhassisuna, wale ambao ni wenye kuspecialize, wenye kubobea katika hayo. Si tujifunze kwa uchache ibada zetu hizi, tujue swala ambayo ndiyo jambo la kwanza kabisa kwa mja kuhesabiwa siku ya Kiyama. Jambo la kwanza kabisa ambalo ndio itakuwa sababu ya mja kupokelewa matendo yake mengine yote. Tujifunze swala zetu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.